Usiku ule ulionekana kuwa mtulivu kuliko kawaida. Mji mdogo wa Mlandizi ulionekana kulala mapema, milango imefungwa, taa za pembezoni zikipiga mrejesho hafifu katika barabara yenye unyevunyevu. Hapo ndipo safari ya kijana mmoja aitwaye Lukumani, kijana mwenye umri wa miaka 25, ilianza kupinduka kutoka maisha ya kawaida kwenda ulimwengu usioelezeka. Lukumani alikuwa kijana mpole, mnyonge na wa kujishughulisha na kazi za useremala. Mara nyingi alikaa peke yake, hana marafiki wengi, hana familia ya karibu, lakini kitu ambacho watu walikijua kutoka kwake ni kwamba usiku mara nyingi hukaa nje akiitazama anga, akijiuliza maswali mengi. Kwa nini dunia ilimpa upweke wa namna ile? Siku moja akiwa amelala kwenye kitanda chake cha mbao kilichochoka, aliamshwa usiku wa manane baada ya kusikia sauti nyororo ikiimba kwa mbali sana. Sauti ya mwanamke, tamu na yenye kuvutia roho. Haikuwa sauti ya kawaida, ilikuwa laini kama upepo, lakini nzito kama moshi. Alipojisogeza mlangoni, aliuona mwanga hafifu ukiangaza kwenye msitu. Ulikuwa mita chache kutoka nyumbani kwake. Akashikwa na hamu isiyo ya kawaida. Akajiuliza, ni nani anayeweza kuimba usiku huu? Hakuwa na jibu, lakini miguu yake ilimvuta bila kujijua, kama mtu aliyerogwa. Alipofika karibu na msitu, mwanga ule ulibadilika na kuwa umbo. Mwanamke alisimama pale, akiwa amevaa gauni jeupe lililoangaza kama mwezi. Nywele zake zilikuwa ndefu kupita kiuno, zilipepea bila upepo. Macho yake yalikuwa ni makubwa, mekundu kidogo, lakini ya kuvutia kiasi cha kumfanya Lukumani apoteze nguvu. Mwanamke gani mzuri hivi? Alipapia kwa mawazo. Mwanamke yule aligeuka na kumtazama kwa tabasamu lililojaa siri. Usiogope, ni hatari kuwa nje usiku, alisema kwa sauti nyororo. Jina langu naitwa Sada. Lukumani alishindwa kuzungumza. Alionekana kama mtu aliyeanguka kutoka usingizini. Alijikuta akimwambia jina lake bila hata kufikiria. Lukumani, mimi naitwa Lukumani. Sada alimsogelea hatua moja. Harufu tamu iliyotoka kwake ilijaa hewani, harufu isiyo ya kibinadamu, harufu ya maua ya polini na manukato ya zamani ambayo hayapatikani duniani. Ulikuwa unanifuata kwa sababu ya sauti yangu? Aliuliza. Ndiyo, alijibu kwa kigugumizi. Sikujua kama ni binadamu anayeimba. Sada alicheka, kicheko cha moto mkavu. Labda mimi si binadamu kama unavyofikiria. Lakini Lukumani hakujali. Urembo wake ulimteka. Hivyo usiku ule waliongea kwa muda mrefu. Sada alimwambia yuko mwenyewe, hana familia na hupenda kukaa msituni kwa sababu huko ndiko anakopata amani. Walipokuwa wakitengana, Sada aliushika mkono wa Lukumani taratibu. Mikono yake ilikuwa ya baridi kama mawe yaliyoloa theluji. Nitarudi kesho usiku, akasema. Usinikose. Na hakumkosa. Kila usiku Lukumani alikutana na Sada, usiku mmoja baada ya mwingine. Walizungumza, walicheka na mara nyingine walikaa kimya wakiutazama mwezi. Upendo ulianza kukua taratibu, na ingawa kila kitu kilionekana cha ajabu, moyo wa Lukumani ulikuwa tayari kumwamini. Siku moja aliwaambia marafiki zake wawili wa kazi, Kondo na Masaru. Badala ya kufurahi, walimtazama kwa mshangao. Kaka, mchumba unayekutana naye msituni usiku, hakai kijijini, hakuna mtu anayeweza kumuona? Kondo alihoji. Masaru aliongeza, hiyo siyo kawaida. Hujui kuna mambo gani msituni? Una uhakika huyo sio kitu kingine? Lukumani alikasirika. Mnadhani nimerogwa? Mnadhani ninaota? Acheni mambo ya kijinga. Lakini moyo wake ulihisi kitu fulani. Sada hakuwa mtu wa kawaida, lakini alishindwa kujizuia. Uzuri wake, sauti yake, harufu yake, vyote vilikuwa vikimlevya. Usiku mmoja Sada alimwambia, Lukumani, nataka nikupe zawadi. Zawadi ambayo watu wachache sana hii dunia wamewahi kuipata. Zawadi gani? Aliuliza kwa hamu. Upendo wangu wa milele, lakini ili upate kuna sharti moja. Sharti gani? Lukumani aliuliza kwa mshangao. Sada alimsogelea, uso wake ukiwa karibu na wa Lukumani, macho yake yakiwa na rangi nyekundu yakimtazama. Usiku wa kesho utakuja msituni peke yako, usivae chochote chenye chuma, na ukifika usiogope chochote utachokiona. Lukumani alitetemeka. Kwa nini nije bila chuma? Sada akatabasamu, lakini tabasamu hilo halikuwa la kibinadamu. Liliutikisa moyo wa Lukumani. Kwa sababu chuma ni adui wa aina yangu. Alipojaribu kuuliza zaidi, Sada alipotea mbele ya macho yake kama moshi. Kesho yake asubuhi, Lukumani alienda kwa mganga mmoja wa zamani sana aliyeitwa Mzee Mwampule. Lukumani hakuwa mtu wa imani za kishirikina, lakini maneno ya Sada na kutoweka kwake vilimsumbua. Hakupata usingizi usiku ule.
Mzee Mwampule baada ya kusikiliza simulizi alimwangalia kwa macho ya huzuni. Kijana, huyo si mwanamke, huyo ni mpenzi jini. Walijulikana kama wanyonya damu wa usiku, hula roho za wanaume kwa kuwapa upendo wa uongo. Ukifuata sharti lake, usiku huo ndo utakuwa mwisho wako. Lukumani alitetemeka. Lakini ananipenda, hawapendi. Wanasema wanapenda ili wakupeleke kwenye dunia yao. Ukimwona akiwa na uzuri, hiyo ni sura yake ya uongo. Sura yake halisi utaiona kama tu utatumia chuma au moto. Kwa nini mimi? Aliuliza kwa sauti ya kuvunjika Lukumani. Kwa sababu moyo wako ni mnyonge. Upweke wako ndo unafanya uwe mlengwa mzuri. Usiku uliofuata, ingawa alijitahidi kukwepa, Lukumani alijikuta akitembea kuelekea msituni. Hakuweza kujizuia. Sauti ya Sada ilikuwa kichwani mwake ikimwita, ikimvuta, njoo, njoo mpenzi. Lakini safari hii Lukumani alitembea na kitu kimoja alichoachiwa na mzee Mwampule. Kisu cha chuma cha Waswahili. Alikificha ndani ya nguo. Alipofika katikati ya msitu, alimuona Sada, lakini leo ilikuwa tofauti. Macho yake yalikuwa mekundu kama damu halisi. Ngozi yake nyeupe ilikuwa ikionekana kama ngozi ya maiti. Nywele zake zilipepea bila upepo. Umefika, alisema Sada kwa sauti nzito isiyo ya kawaida. Nimefika, alijibu Lukumani, lakini moyo wake ulikuwa ukimfanya kutetemeka. Vua kila kitu chenye chuma, aliamuru Sada. Lukumani alijifanya anatii. Aliondoa hereni, cheni na mkanda aliyokuwa ameuvaa. Vizuri, Sada akatabasamu. Sasa nitakuonyesha mimi ni nani. Ghafla ardhi ilianza kutikisika. Kivuli cheusi kilimfunika Sada. Mwili wake ukageuka kuwa mkubwa, mrefu kuliko miti. Aligeuka kuwa kiumbe cha ajabu chenye makucha marefu, meno makubwa ya kutoa roho, na macho yake mekundu yaliyong'aa kama moto wa mkaa. Umekuja kwa hiari yako, sasa roho yako ni ya kwangu, alisema Sada. Lukumani alipigwa na butwaa. Alijaribu kukimbia, lakini miguu yake haikusikia. Kiumbe yule aliruka kama upepo na kumkamata kwa nguvu. Kabla hajafanya chochote, Lukumani alikumbuka kisu cha chuma. Kwa mkono wake uliotetemeka, alikitoa na kumchoma kwenye mkono. Sauti ya kutisha inayopasua anga ikasikika. Kisu cha chuma? Umekosa adabu. Jini yule akaanza kuungua sehemu iliyoguswa na chuma, akilia kwa uchungu. Moto wa kijani ulianza kumla taratibu, lakini kabla hajakufa aligeuka na kumtazama Lukumani. Hutaishi muda mrefu, roho yako tayari nilishaionja. Nitarudi, alisema Sara kwa sauti ya ujasiri. Kiumbe huyo akaanguka chini, aliyeyuka kama nta inayochemka. Giza lilitanda, upepo ukatulia. Lukumani alidondoka chini, akilia kwa uoga na uchungu. Tangu siku ile maisha ya Lukumani hayakuwahi kuwa ya kawaida. Mara nyingi watu walimuona akiongea peke yake usiku, akisema, Sada, usirudi, Sada, usirudi tafadhali. Usiku mmoja, wiki mbili baada ya tukio, jirani yake alisikia mlango ukifunguliwa kwa kishindo. Alipoangalia dirishani, alimwona Lukumani akitembea kuelekea msituni kwa mara nyingine, lakini safari hii hakurudi kamwe. Walipomtafuta, walikuta alama za miguu zikielekea msituni na kuishia kwenye duara kubwa la ardhi iliyochomeka. Kando ya duara kilikuwa kitu kimoja tu, gauni jeupe kama lile Sada alilokuwa amevaa siku ya kwanza alipokutana na Lukumani. Baadhi ya watu wanasema sawa sawa na alivyosema jini yule, alirudi kumchukua. Wengine wanasema Lukumani aliamua mwenyewe kumfuata, lakini wazee wa mji wanajua ukweli mmoja tu: ukikutana na mpenzi jini usiku, hakuna mapenzi hapo, ni mtego wa kunywa damu yako. Na hadi leo, usiku ukiwa mtulivu, watu wa Mlandizi wanadai kusikia sauti ya mwanamke ikiimba kwa mbali sana, njoo, njoo mpenzi. Wengine wanasema wameshaiona sura yake ikitokea katikati ya miti, macho mekundu, tabasamu la kifo. Waliojasiri kushuhudia walikimbia bila kugeuka, maana anayemuona sana haishi akimaliza hadithi, lazima atapotea katika mazingira ya kutatanisha. Story imezaminiwa na DJ Toto Michelle, DJ mkubwa kutoka nchini Marekani. Anafanya kazi zake za mziki, yani sherehe mbalimbali, na anavuka mipaka kwenda hadi Canada kupiga mziki. Ndio maana anaitwa DJ Toto Michelle, the international emergency DJ in the USA, Canada and around the world. Anaomba sapoti zenu kusubscribe, like, comment, kushare, na pia ukimhitaji namba ni +1614 370 5386. Email ni djtotomichelle@gmail.com.